baba nao washikamane na wamama ili waweze kutoa malezi bora. Mtoto anapokuwa apate mapenzi ya baba, apate mapenzi ya baba, asipate mapenzi ya mama. Na wababa watoe watoto wetu nyumbani, namna ya malezi ya watoto. Baba na mama katika familia tusimame kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunasimamia lishe ya watoto wetu ili watoto wetu wawe na afya bora, lakini pia wawe na afya ya akili. Kupitia elimu mbalimbali ambazo zimetolewa kupitia ngojera, nyimbo, tunaomba sana jamii kwa ujumla na hasa wanaume tukiongoza tuweze kusaidiana na sisi wanawake katika malezi na matunzo ya watoto ili watoto wetu wafikie ukuaji timilifu ambao unatakiwa. Kwa hiyo kabla hatujazungumza swala la lishe, tunazungumza kwanza maandalizi ambayo yanatengenezwa au yanaandaliwa kabla ya mtoto hajazaliwa. Mtoto akiwa tumboni lazima aandaliwe. Kina mama tuliojitokeza katika bonanza hili, tunatamani leo kupata elimu muhimu sana kupitia wataalamu wetu mbalimbali waliofika mahali hapa. Tunawashukuru sana kipekee wadau wetu wa UNICEF kwa miaka yote ambao wameendelea kutusapoti katika swala la lishe, kuhakikisha kwamba tunaondoa udumavu katika halmashauri yetu, hususan katika kata yetu ya Ikuna. Na kwa namna hiyo, kupitia bonanza hili tunaenda kupata elimu mbalimbali ambayo inahusiana na elimu ya lishe, lakini pia makuzi changamshi ambayo watoto wetu wanapaswa kuyapata ili wakuwe wakilingana katika swala la ubongo, ili maisha yao yaendelee kuwa vizuri. Lakini kwa namna hiyo pia tukiunga juhudi za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan za kuhakikisha Watanzania wananchi wote wanakuwa salama na hawaishi katika hali ya udumavu. Changamoto ambayo wenzangu wamepita wakaisema ni kina baba, jamani, tunawaomba mnatuachia swala la malezi wenyewe. Kina mama anahangaika, anaenda kliniki, akija hakikishe pale nyumbani mazingira yamekaa sawa, hakikishe familia inaenda, wanaoenda shule wameenda. Lakini kina baba ndio tunaona mchango wenu, mnatusaidia kabisa katika kutafuta kipato cha familia. Lakini pia hii elimu ya lishe ni muhimu mkawa nayo, ili mama pale anapokuambia baba, leo tupike nyama, usimwambie hapana mama, ni anasa. Tunatakiwa kujibana bana, tununue kitu labda kiwanja au tufanye biashara, lakini tuangalie pia na lishe zetu tunatakiwa kuzifanyaje, kuziboresha. Akina baba bado tunawathamini na bado tunawahitaji katika kujenga afya ya watoto. Akina baba hoi hai, hoi hai. Nimefurahi pia kuwaona wakina baba wengi. Matumaini yangu tutaendelea kuwa baba bora kwa ajili ya kuboresha lishe kwa ajili ya watoto wetu. Lishe hapo mafanikio yangu. Kujaza tumbo sio lishe, yani unachonilisha. Maji safi na salama yaliyochemshwa, kuchuja na kuhifadhiwa sehemu salama. Maandalizi ya chakula, sehemu iwe safi. Kuanilisha mwanao ni mafanikio yake. Sasa sikia visababishi vya udumavu. Mama mjamzito kutojali afya yake, kipindi cha ujauzito na kunyonyesha,
lishe ni mzigo wa maisha kwa kila mtoto, na elimu ni ufunguo kujua jinsi ya kuishi bora. Sasa tunafilisha jali unatulisha, Njombe tunasimama watoto wetu kuimarisha. Lishe bora ni muhimu, tujenge afya bora. Utekelezaji wa tabia chanya za lishe ili watoto wetu wawe na afya bora ya mwili na akili. Kama ambavyo mnatambua, tukipimwa katika mikoa yote ya Tanzania, mkoa wetu wa Njombe tunashika namba 2 kwa kuwa na kiwango kikubwa cha watoto waliodumaa, watoto wenye umri chini ya miaka 5. Kwa utafiti ambao ulishafanyika mwaka 2022, kiwango cha udumavu katika mkoa tuna asilimia 50.4, sawa na asilimia 50. Kwa tafsiri rahisi, wazazi na walezi mpo? Tukiwa na watoto 100 wenye umri chini ya miaka 5, maana yake watoto 50 wana changamoto ya udumavu. Pale nyumbani ukiwa na watoto 2 wenye umri chini ya miaka 5, tukiwapima watoto hao 2, mmoja wapo hatutakosa kuona ana changamoto ya nini? Ya udumavu. Lakini kama mkoa mwaka 2024 kupitia uwezeshwaji wa wadau wetu wa UNICEF tulifanya utafiti wa ndani ya mkoa ambao ulihusisha halmashauri zote 6 za mkoa wa Njombe. Sasa kwa utafiti ule, mkoa una wastani wa kiwango cha asilimia 40.2 cha watoto wenye umri chini ya miaka 5 waliodumaa. Katika halmashauri zetu zote 6, halmashauri inayoongoza ni Makete DC kwa asilimia 50. Halmashauri inayofuatia ni Njombe DC kwa asilimia 45. Bila shaka hizi taarifa mmezipata. Lengo la mkoa, tuwe na kiwango kisichozidi asilimia 20 ya watoto wenye umri chini ya miaka 5 wenye changamoto ya udumavu. Yaani tukiwa na watoto 100 chini ya miaka 5, wasizidi 20 wenye changamoto ya udumavu. Hivyo ndio viwango ambavyo vinakubalika kitaifa na kimataifa. Lakini kwa hali ambayo tuko nayo, tukipimwa katika rangi, tuko kwenye rangi nyekundu. Ni hatari sana kwa maisha ya watoto wetu, lakini na maisha ya Watanzania wote kwa ujumla. Tumbosilishe. Sisi kupitia bonanza hili, mategemeo yetu kama halmashauri ni kuona wananchi katika kata ya Ikuna wakipata elimu hii ya lishe ambayo itaenda kuwasaidia, lakini kikubwa tukiendelea kuondoa udumavu katika kata hii, lakini katika halmashauri hii.